nchi zingine zikichungulia katika bara letu la Afrika, saa nyingine zinatuonea huruma sana kutokana na mifumo ambayo tulionayo. Tena saa nyingine zinatokea hata kutuburuza kwa sababu sisi wenyewe hatujaamua kuishi maisha fulani ya kuweza kuona kwamba tuna uwezo wa kupata kile tunachokihitaji. Wafikiria mimi kama Mwafrika, unakuta naumisa kichwa ni jinsi gani nipate shilingi 500 ya kununulia mchicha, wakati nchi zingine mtu kama mimi hana muda wa kuumiza kichwa juu ya swala kama hilo. Anaumiza kichwa ni jinsi gani aweze kuingia kwenye ushindani wa mambo fulani, maana yake hatua hizi wao walishazipita muda mrefu. Kwa hiyo wito wangu ni upi kwa sisi wa Afrika? Wito wangu ni kwamba tusikae mkao wa kufikiria mambo madogo kila siku, au tukae ule mkao wa kukaa tunawindana. Ni vitu ambavyo vishapitwa na wakati sana. Mimi nilikuwa nimeweka imani kwamba sasa hivi wa Afrika tungejivunia kuona kwamba tayari tumeshafumbuka macho kwamba tunapaswa kwenda kwa spidi sana, ili nasi tuweze kutoka kwenye hizi hali tulizonazo tuingie kwenye hali nyingine. Lakini aibu ambayo tunaipata sisi wa Afrika ni aibu ambayo hata ukituliza kichwa na akili unaona kabisa ni swala ambalo hatakiwi kabisa kwa sisi wa Afrika ambao tumetoka mbali huko. Leo hii eti watu bado tunaishi kwenye misingi ya kuzungumzia ukabila, udini, rangi. Hivyo vitu kwa sisi vilikuwa ni vitu ambavyo sisi itakuwa tuvione ni kama vishapitwa na wakati kabisa. Lakini angalia, mtu analala kiwaza udini, mtu analala kiwaza ukabila, swala ambalo kwa sisi lilikuwa litakiwa tuone kwamba sisi tulishachelewa muda mrefu sana